Wakati wa vijana naomba tujiandae vijana tusogee mbele. Kwa hiyo vijana wetu naomba tusogee. Yes. Hallelujah. 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 Kwa sababu mimi ni mwinjilisti, najua askofu ameomba. Inua mikono yako juu, tuwakanyage wachawi na waganga kidogo, tuwateke nyara, tuwafunge, tuwaharibu, tuwasambaratishe. Sema wachawi wapigwe. Wapigwe wasipigwe? Sema wasikie, wapigwe wasipigwe? Sema katika jina la Yesu. Sisi ndio watawala, sisi ndio wamiliki kwenye mji wa Tanga. Kwa jina la Yesu tunatangaza utawala wetu dhidi ya ufalme wa giza katika jina la Yesu. Wachawi na waganga mlioko angani, mlioko ardhini, mlioko baharini, mlioko makaburini, mlioko njia panda, mlioko kwenye dari, mlioko kwenye vibuyu, mlioko kwenye viungo, mlioko wanyama, tunawafunga kwa jina la Yesu. Anza kuwafunga kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Tunateka nyara kila fikra zipate kumtii Kristo, maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa jina la Yesu tunaharibu nguvu za kichawi, tunaharibu mamlaka za giza, tunaharibu ufalme wa giza, tunaharibu majeshi ya giza, tunamharibu malkia wa bahari, tunamharibu malkia wa pwani kwa jina la Yesu Kristo. Kila nguvu ya giza, kila mamlaka ya giza inayoteka watu wa Tanga tunaiharibu kwa jina la Yesu. Tunaiambia kuzimu, achia watu wa Tanga, achia mabinti wa Tanga, achia wababa wa Tanga, achia vijana wa Tanga kwa jina la Yesu. Tunateka nyara ufalme wa giza, tunautrisha kwa jina la Yesu. Kila roho ya mpinga Kristo iliyokuwa na nguvu hapa Tanga tunaiharibu kwa jina la Yesu. Tunatangaza wokovu Tanga, tunatangaza uponyo Tanga, watu wa Tanga waweze kuokoka katika jina la Yesu. Tanga ni ya Yesu, 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 Tanga ni ya Yesu. Piga kelele, sema Tanga ni ya Yesu. Walio huru wapunge mikono yao juu. Una sababu gani ya kuendelea kubeba dhambi? Dhambi inakutesa hapa duniani na inakupeleka motoni. Mtu mmoja alisema dhambi ni mzigo mzito, unalemea, unazeesha, unachosha, unafanya watu walia usiku peke yao, wakiwa chumbani wanalia. Dhambi inatesa watu, inafanya watu watembee na huzuni, inafanya mioyo ya watu ipasuke, inafanya watu wapate presha na sukari. Dhambi inatesa watu, lakini yuko mwanaume aliyebeba dhambi zangu zote. Sina haja ya kubeba, na mkabidhi huyo Yesu. Nikimpa dhambi zangu, anasema uko huru mwanangu, anasema tembea, umesamehewa dhambi zako. Wangapi wanataka kusamehewa dhambi zao leo? Sema ni mimi. Haleluya. Anasema naenda kuandalia makao, nikimaliza kuandalia
takuja kukuchukua. Wangapi wanataka kwenda kwenye hayo makao? Wangapi? 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 Haleluya! Mbinguni kuna makao mazuri sana. Kuna makao. Jamani, wangapi wanafikiri Mungu anakaa mahali pabaya? Mungu anakaga mahali pabaya? Okay, mimi nikuulize, kama Mungu angekuwa anaishi Tanga, unafikiri angeishi mtaa gani? Nimesikia Raskazoni. Kama Mungu angekuwa anaishi Tanga, angekuwa anaishi Raskazoni, wangapi wanafikiria ni sawa? Kama angekuwa anaishi Tanga, angeishi Magomeni? Nyie ndo mmekataa, sio mie. Mgusa jirani yako, mwambie leo ndo siku ya kumwamini. Kama unanisikia sema amina. Una sababu ya kuahirisha. Mtu asikwambia utamwamini kesho, maana kuna mtu anasema na kesho siku na mkutano. Wewe hujui kuhusu kesho. Saa ya kumwamini ni leo. Saa ya kumwamini ni sasa. Siku moja nilipewa ushuhuda mmoja. Nilisikia ushuhuda mmoja wa mtu mmoja ambaye alisikia injili namna hii, alafu akasema ataokoka baadaye. Hiyo baadaye akufika. Kwa nini? Biblia inasema saa ya wokovu ni sasa. Wangapi wako tayari kumwamini Yesu leo? Mgusa jirani yako, mwambie ni leo. Siku moja nilienda hospitali ya Bombo. Wangapi wanajua hospitali ya Bombo? Na nilienda kumwambia mtu alikuwa amelazwa kwenye vile vyumba vinaitwa special, ambao nafikiri wanakaa wagonjwa wawili, nafikiri kama sijakosea. Kwa hiyo nikamkuta yule, nilienda kumwombea, nikamwombea. Alafu pembeni alikuwa amelazwa mwanasheria mmoja hapa Tanga, wengine wanamfahamu huyo mwanasheria. Niambia alikuwa mwanasheria. Nikamuuliza, naweza kukuombea baba? Akaniambia usiniombee. Nikamwacha. Kesho yake nikasikia ameshakufa na maandalizi ya mazishi yameanza. Mungu alimpa nafasi. Mungu hajakuleta hapa kwa bahati mbaya. Amekuleta hii ni nafasi yako, ili ufanye jambo moja tu, umwamini Yesu. Maana yeye ndiye ana mamlaka ya kukuondolea dhambi. Na anaondoaje dhambi? Haulipi chochote, unamwamini tu. Ukimwamini unasamewa. Lakini sio tu anakuondolea dhambi, anakupa uzima wa milele. Maana yake utaishi naye milele. Anasema pale atakapokuwa na sisi tutakuwepo. Jaribu kupiga picha mahali Yesu alipo, palipo vizuri, panavyopendeza. Ni kama pale bustani ya Eden ambayo alikuwepo Adamu, ilikuwa ni mahali pazuri. Yesu anasema atakuja kutuchukua ili tukakae naye mahali pazuri milele. Lakini ametupa sharti moja. Sema sharti moja. Sema sharti moja. Kuamini tu. Haleluya. Juzi tulimuinua Yesu mahali hapa na tuliona watu wakifunguliwa. Tuliona majini yakipiga kelele bila hata kumimina kuwapa watu maji ya kombe, bila hata kuwachanja watu, bila hata kuchoma ubani. Watu wakafunguliwa kwa sababu Yesu yuko mahali hapa. Tuliona kwamba Yesu ndiye mbadala wa dhambi zetu. Alichukua nafasi yetu. Sisi tulikuwa tukachinjwe, sisi tulikuwa tukaangamie. Yesu akaingilia ile nafasi na sasa tuko huru. Lakini jana tukaona kwamba tulikuwa tumekosana na Mungu, tulikuwa tumekuwa maadui wa Mungu. Yesu akaingilia kati, akawa mpatanishi, akatupatanisha na Mungu. Na jana tumeona watu wakipatanishwa na Mungu. La leo ni zamu yako ya kupatana na Mungu. Sema amen. Yesu amefanya nini kwenye maisha yako? Yesu amefanya tendo, kwa sababu jana nimekuja hapa, kwa mwili unaniuma vibaya, kifua kinaniuma, kiuno kinaniuma, mwili wote unaniuma. Nikawa hapa, mchungaji akaniombea, nikaanguka hapo chini, nikawa ninalia na uchungu. Kuna mama mchungaji hapa akaniambia, wewe lia, machungu yote yatoe, ndio utapata nafuu. Nikamwambia maumivu naye hapa najua mwenyewe. Nikasema hapana, nimemwacha mgonjwa nyumbani. Umeacha mgonjwa nyumbani? Nimeacha mgonjwa nyumbani.
Nikasema huyu mgonjwa, kaenda hospitali kapima, hajaonekana ugonjwa wowote. Nikasema sasa mimi nimepona, kwa nini nisimpeleke yule? Naye akapata matibabu. Mgonjwa mwenyewe yule pale yuko hapa. Punga mkono wako. Unapona wewe. Aisha namna gani? Safi. Haleluya. Haleluya. Wewe ndio Yesu, amen. Wewe ndio Yesu. Wangapi wanataka kutoa? Weka mkono kwa jina la Bwana. Kwa jina la Yesu. Mungu achie. Udhaifu achie. Kwa jina la Yesu. 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 Rakasata. Rianda sata. Unakuwa mzima. Unakuwa mzima. Unakuwa mzima. Unakuwa mzima leo. Unakuwa mzima leo. Unakuwa mzima leo. Unakuwa mzima leo. Mlango wako ufunguke. Mlango wako ufunguke. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Out 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 in the name of Jesus. Nakata kitovu, nakata kitovu, nakata kitovu, nakata kitovu, nakata kitovu. Msimu wa bibi, msimu wa baba, msimu wa ukoo, msimu wa ukoo, nakata kitovu, nakata kitovu. Weka moto kwenye kitovu, weka moto kwenye kitovu, nakata kitovu. Panda wale, 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 panda wale. Wewe uchawi, wewe ushirikina, wewe achia, 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 achia. Panda wale, moja, mbili.